Alafu ya tano ni ya kufunga Ramadhani. Yani sorry, ya tano ni ya hija. Moja katika maisha yako mpaka uende kwa hija kule Maka. Hiyo ndio pembe ya tano ya Islam. Mimi ambaye najua ni kabisa. Na mimi nimesoma ni Qur'ani kabisa. Kutoka Alif Lam Mim Al-Baqara. Naelewa kabisa. Wale kafiri wengine hawaelewi. Takbir! Takbir! Tumesana Waislamu. Kuna Kevin Odinga ya yuko kule nyumba. Hao ni watu yangu, mimi nawafundisha Uislamu hao wote. Waislamu ni watu waaminifu, tena ni watu wajasiri, na mkikubaliana nao mnaenda kwa vita, hawarudi nyuma tena. Kuna wakati mwingine nawaambia watu hapa, simba hapa ilikuwa simba ambaye ilikuwa yako na meno na makucha, ambaye ilikuwa akifanya ngwe ndani ndani. Tukawa na hao jamaa wakawa na kaanza chama kinaitwa IPK, Islamic Party of Kenya. Jamaa wakakataa kusajili chama hiyo, na hiyo ni ya kidini, huwezi kusajili chama kama hicho. Lakini kuwauliza ya kwamba kule Ujerumani kuna chama tawala inaitwa Christian Democratic Union, kuna ubaya gani kama Waislamu wameanzisha chama hapa inaitwa Islamic Party of Kenya? Lakini wanakataa. Alafu kuna vilikuwa vifungu vingi ambavyo walikuwa wameweka, sisi tukasema zitolewe. Sasa tulikuwa tunatoka na Waislamu wetu. Huyu mnaona Marminyi yuko hapa. Karibu sana. Profesa Rashid Mzee. Tulikuwa pale na Sheikh Balala. Ile Sheikh Balala wengine. Tukasema tunaenda. Na tukasema takbir. Takbir. Sasa tunaenda hata kama ni tunaenda tu. Watu walikuwa na pigwa, wengine walipigwa risasi, tear gas na kadhalika. Lakini tukaenda namna hiyo. Walipokataa kusajili IPK, tukasema IPK sasa inaungana na Ford Kenya. Tukapatia tikiti ya kusimama na ya Ford Kenya. Na wakashinda. Profesa Rashid Mzee akashinda Kusauni. Mwinyi akashinda kule Changamwe, akanyang'anywa tu, lakini alishinda. Alikuwa mvita katili mvita. Lakini hata alikuwa Mavumo, alikuwa Likoni, ndio wakati huo. Kwa hivyo tumetoka mbali na Waislamu Kenya mzima. Hapa kwetu hapa tulikuwa na Waislamu. Kule kwangu hapo Kibera tulikuwa kule, tunawajua watu Waislamu wa Kibera kama wako hapo wasimame. Maona hapo pande ile. Hao ni watu yangu kina Jamaldini wako pale. Tumetembea kabisa na hao watu wengi wa Waislamu wa Kibera. Nimesikana wao, na mimi nimehakikisha kwamba wamepata haki yao
kule Kibera. Wamekuwa wakidhulumiwa sana. Wamekuwa wakidhulumiwa sana wale Waislamu wa Kibera. Kama wewe unataka kupata kitambulisho, nataka utafute ya baba yako na ya babu yako, ndio wewe uweze kusajilishwa kama Mkenya. Ni baguzi mbaya sana. Na tukapigana mpaka yale yote tukayatoa. Hata haki yao ya kumiliki sasa hiyo ni swala ya magharibi. Hiyo sasa ni isha sasa. Sasa wale makafiri sasa umesikia. Sasa lakini mimi nina furaha kwa sababu nimefika nimekaa hapa. Kenya imetoka mbali. Tulisema pale tulikuwa kwa wakati ile, na kutoka pale tumekuwa na majaribio mengi zaidi katika taifa letu. Lakini kila mara mimi husema Kenya ni muhimu kuliko mtu binafsi. Mpaka tutetee Kenya. Kule tumetoka ni mbali. Watu walikuwa wanashikwa, wanawekwa ndani bila kupelekwa hata mahakamani. Wengine walikuwa wanapelekwa kule katika Nyayo House, wanazingizwa kule kwa maji, wanapigwa mawiki kama wako ndani. Yale yote sisi tulimaliza. Sasa wakati hii mtu akishikwa mpaka apelekwe mahakamani ndani ya masaa 48, 24. Kwa hivyo tumechukua hatua, tumeenda, lakini demokrasia sio kama ile inaitwa kahawa, ile instant coffee wewe unapika na unakunywa saa hiyo. Demokrasia ni process. 2 steps forward, 1 step backward, we are still advancing. Pale tuko sio pale tulikuwa miaka zile zingine, lakini sio pale tunataka kukua. Sasa Kenya iendelee mbele zaidi. Kuna mambo mengi ambayo mabaki ambayo nataka yafanyike. Najua mambo tumekuwa naye pande atakufanya uchaguzi, tuko na shida. Hatujafika kile kiwango ambayo unafanya uchaguzi ile ambayo inaitwa free and fair. Lakini wakati itafika. Kwa hivyo mpaka sisi zote tu sacrifice. Tumefika pale tuko hapa, sio mahali ambayo tungependa tukutue hapa. Lakini nchi mpaka iendelee mbele. Sababu zingine tunaweza kusema tushikiliane hapa na pale, tuvuke hapa tuende pale ingine.
tuna hakika ya kwamba tutafika pale tunataka kwenda. Kwa sababu mimi naambia watu wetu tusimame pamoja, tukae pamoja. Hatua ambayo tumechukua tunayajua. Kunataka kuelekea vile vile tunajua. Kuna wengine ambao wanawaambia sisi tuendelee pande hii nyingine, hiyo ni mzuri, lakini nasema bwana, jana wewe ulikuwa unasema sisi ni nyang'au. Leo wewe unaniambia sisi sasa leo tumekuwa malaika. Tumebadilika, kutoka nyang'au tulikuwa malaika namna gani? Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa. Tunajua pale tunataka kwenda. Naambia watu wetu wasimame imara. Nina hakika tutafika. Nina hakika tutafika. Lakini hatutaki unafiki ya mtu ambaye anasema hapo mimi tumeweka mtego. Mtego. Waswahili husema mtego wa panya ushika waliomo na sio kwemo. Sasa wale ambao waliweka mtego ndio mtego umewashika. Sisi tutaenda pamoja. Ama sivyo? Ama sivyo? Kwa mimi nataka nyinyi nyote sasa tuwe na sherehe mzuri, tuendelee. Hii sherehe yetu hii iendelee kabisa, ifanikishe, na mambo hii ya Ramadhani vile vile iende vizuri, ikwishe.